Hello, habari ya wakati huu, karibu sana. Naitwa Tabibu Lois. Leo nitaelekeza remedy ambayo nilimwelekeza mtu na amepandishwa cheo ndani ya miezi mitatu. Nitakuelekeza pia na wewe leo hapa. Inawezekana uko mahali unafanya kazi sana, unajitolea sana, unafanya kazi lakini hakuna mtu anatambua uwepo wako. Hii mara nyingi usije ukasema watu hawakupendi au hawakujali, ila huwa ni roho, ni spirit inakuwa imefunga mafanikio yako. Huenda jina lako limezikwa labda makaburini, limezikwa baharini, umefanywa vitu vibaya usionekane. Kwa hiyo ndio maana wanasema usikae zaidi ya mwezi mmoja, zaidi ya siku 30 bila kusafisha jina lako, bila kusafisha nyota yako. Wakati mwingine unaweza kuwa unapita za barabarani ukaruka mahali mtu karusha makafara yake ukaondoka nayo bila wewe kufahamu. Ama wakati mwingine unaweza kufanya kosa fulani ukajikuta jina lako linafunikwa halionekani. Sasa hii remedy nilimwelekeza dada mmoja na amepandishwa cheo ndani ya miezi mitatu. Utatakiwa ufanye ifuatavyo. Kwa mfano uko mahali unajitolea, unafanya kazi, wewe umemaliza chuo, unafanya kazi ya kujitolea lakini hauonekani. Nitakuelekeza nilichomwelekeza hapa. Unatakiwa na karatasi nyeupe kama hii, plain paper isiyokuwa na maandishi, halafu utaandika jina lako. Nasogeza kidogo kwenye kamera uone. Hapa nimeandika la kwangu mimi na namba zangu za simu, sawa? Halafu utatakiwa uwe na asali pamoja na bakuli la kioo ama glasi ya kioo ama kitu chochote ambacho ni cha kioo. Utachukua hii karatasi ambayo umeandika majina yako, weka ndani ya hii karatasi. Weka ndani ya hii bakuli. Sawa? Chukua asali yako, mimina ndani ya hii bakuli. Sema kama asali ilivyo tamu na inavyomiminika, ndivyo jina langu likapate kumiminika, likapate kutajwa kwa utamu mbele ya wakubwa, mbele ya viongozi. Kadri ninavyoweza kujitolea na kufanya biashara, jina langu likapate kuonekana. Nadhani unaona jina lote nimelimwagia asali. Utafanya hivyo la kwako ambaye hauonekani, yaani unafanya juhudi lakini hakuna mtu yote anayeona juhudi zako. Alafu utachukua chumvi ya mawe, sea salt. Hii ni ya mabonge, chukua kama kijiko kimoja, iponde ponde. Iponde ponde unaipanga kidogo, alafu unanyunyizia juu ya hili jina. Hakikisha inakuwa kama ya chenga, kijiko kimoja. Nyunyizia juu ya hili jina. Useme kama chumvi ya mawe inavyoweza kutakasa, jina langu likapate kutakasika. Kila atakayelisikia afurahi kulisikia, anipende, alitaje kwa wema, asitokee mtu yote kutaja kwa chuki jina langu. Halafu ukishamaliza, leo nimetumia glasi ndogo, hii ni bakuli ndogo. Ile glasi kubwa sio nimeacha wapi. Ukishamaliza utafunika. Unaweza kupata container ya kioo yenye mfuniko. Mimi sina container, nitafunika kwa foil paper. Unaweza kufunika kwa mfuniko, kwa foil paper. Utamwambia Mungu, asante kwa ajili ya asali hii, asante kwa ajili ya chumvi hii. Na kuomba Mwenyezi Mungu ukapate kulitakasa jina langu hili kwa kutumia asali hii na chumvi ya mawe likapate kutakasika. Halafu kumbuka unapofanya hizi remedies uwe peke yako sehemu iliyotulia. Kumbuka unaongea na Mungu, unaongea na universe na utamke kwa maneno. Halafu utaificha hii container ya kioo kwa muda wa siku 7. Huyu dada niliyemwelekeza alifanya hivi siku 7 kabla hajaonana na boss. Walikuwa na kikao cha kwenda kuelezea kazi zao. Yeye amejitahidi kufanya kazi lakini alikuwa haonekani. Akafanya hivi siku 7 kabla ya kwenda kumuona boss. Yaani walipangiwa kwamba siku ya tarehe fulani kutakuwa na kikao cha wafanyakazi wote. Yeye akatakasa jina lake hivi kwa chumvi na asali. Baada ya siku 7 utafungua, akishoma ificha hii sehemu, alafu utaifungua, nenda kaitupe kwenye maji yanayotiririka. Ukikosa maji yanayotiririka, basi kaitupe tu kwenye majani yote ya kijani. Unaona? Kaitupe kwenye majani ya kijani, nenda kidogo sema ambayo mtu hawezi kuichukua ama watoto wakaichezea. Na kuhakikishia baada ya hapo mfate sijui mkurugenzi, sijui bosi, nani, yoyote. Ongea chochote unachotaka. Lakini pia kumbuka kuwa unaogea chumvi za mawe mara kwa mara. Kama huwezi kupata chumvi ya mawe, chukua dawa yangu yenye mvuto sana. Hii inaitwa KKT, Triple K. Hii utaingia popote na utasikilizwa. Chochote utakachotamka kitafanywa kazi.
Usipokee, ni dawa yenye mvuto mkali sana, utapendwa na kila mtu, sauti yako itakuwa ni amri kwa kila mtu. Hii huwa ni kuoga na kujipaka na kuchoma. Unaona? Na baada ya siku 7 chochote yoyote utakaenda kumuona, unatafuta kazi, unatafuta kupandishwa cheo, unatafuta upendeleo wowote, atakusikiliza. Kwa hiyo jifunze sana kutakasa jina lako angalau mara moja kwa mwezi, kusafisha nyota yako. Na huwa nafundisha remedies nyingi sana. Unaweza kuwa unafanya kila remedy unafanya siku 7 mpaka wiki 6, na unaruhusiwa kufanya remedy 2 au 3 kwa mara moja. Naitwa Tabibu Royce. Naamini katika sheria ya nguvu za asili na sheria ya nguvu za ulimwengu, yani universe, na kila kitu kiko ndani yako. Ni kiasi cha kufanya kuwa na imani na kufanya vitendo. Halafu iachie universe, mwachie Mungu, atakujibu. Wakati mwingine ukitaka sasa Mungu ajibu kwa nguvu sana kwa kulazimisha, jifunze kulinyima tumbo lako chakula. Kwa watu ambao waamini sana tiba za asili na unaona mambo yaendi vizuri, jifunze kufunga na kuomba. Unaweza kufunga siku 21, unaweza kufunga siku 40, unaweza kufunga 3 kavu, unaweza kufunga 9 kavu, itategemea na nguvu iliyoko ndani yako. Kila kitu kinawezekana chini ya jua. Hakuna kitu kinashindikana chini ya jua, mtazamaji wangu. Nimefanya hizo remedies kwa miaka 20, ninazifahamu vizuri kabisa. Nazifahamu vizuri sana. Na pia ninatibu magonjwa sugu mbalimbali, na huwa tunatuma kokote duniani. Ukiwa Tanzania utapokea dawa ndani ya siku 2, ukiwa nje ya Tanzania utapokea dawa ndani ya siku 7. Na kuna baadhi ya nchi tukituma dawa, sitaki kutaja nchi gani, za Ulaya huko, dawa unaituma vizuri kwa ndege DHL, ikifika kule nafunguliwa inamwagwa. Kuna baadhi ya nchi hazipokei dawa za asili. Kwa hiyo watu walioko Ulaya, kabla hujanitumia pesa, hakikisha unachunguza utaratibu wa nchi yako. Watu walioko Ulaya, je, inapokea dawa za asili? Inapokea dawa za asili? Kuna nchi moja nilituma dawa ikamwagwa, nafikiri kwa ni Canada, dawa ikamwagwa. Sasa sijajua ilikuwa ni kuna tatizo gani, lakini huku nilipima vizuri, zikaondoka na DHL, lakini baada ya kufika kule zikamwagwa. Yaani kwamba hawaruhusu dawa za asili kuingia katika nchi yao. Kwa hiyo watu mlioko nje ya Afrika, hasa Ulaya, chunguza sana mamlaka ya nchi zako, wanapokea dawa za asili. Kuna nchi zingine hazipokei kabisa dawa za asili. Na ninatibu magonjwa sugu, natibu vidonda vya tumbo kwa muda wa wiki 2, utapona, utakula kila chakula. Tunazo dawa kwa ajili ya matatizo yote ya kutopata choo, kansa ya utumbo haja kubwa, constipation ile, tumbo kuvimbewa, tumbo kujaa gesi, kiungulia, kubagua vyakula, vidonda vya tumbo, hivyo tunavitibu kwa muda wa wiki 2. Lakini kansa itaenda mpaka wiki 4. Na kwa kansa yoyote lazima uwe na damu ya kutosha. Damu, kwa sababu dawa ina nguvu sana. Na tunayo dawa kwa ajili ya uvimbe wa kizazi, fibroids, matatizo yote ya kizazi, kansa ya kizazi, kansa ya matiti, uvimbe wa kizazi, dawa inaondoa uvimbe wa sentimita 7, PID sugu, UTI sugu, ugumba, magonjwa sugu ya zinayo, PID hayo, dozi ya wiki 4 unapona. Tunazo dawa pia kwa ajili ya kushusha pressure. Kwa ambao wanasumbuliwa na pressure, nimeboresha sana sasa hivi dawa yangu ya pressure. Zamani nilikuwa nachukua siku 3 mpaka ianze kushusha. Sasa hivi ni dakika 30 pressure inaanza kushuka. Ndani ya nusu saa pressure inaanza kushuka. Utaendelea na dawa kwa muda wa siku 30, itakaa kawaida, normal. Na kama pressure imeleta madhara au umepigwa stroke ama impanua moyo, dozi itaenda kwa muda wa miezi 2. Tunazo dawa pia kwa ajili ya kushusha sukari. Kwa mbona mateseka na sukari, sukari iko juu, inasoma 20, 30. Wakati mwingine hata kipimo hakisome kwa sababu sukari iko juu, imeleta madhara. Na kwa wale ambao wana shida ya macho, kwa watu wazima ama nguvu za kiume, pima sana sukari yako. Unaweza kukuta iko 6, 7 na wewe unajiona kwa kawaida. Kwa cheki afya yako mara kwa mara. Tunaishusha sukari ndani ya mwezi mmoja, inakaa kawaida, normal. Na utakiwa ufuate utaratibu wa vyakula kwa mwezi mmoja nitakao kupangia. Na tunada pia kwa ajili ya magonjwa ya njia za hewa, pumu au asthma, pneumonia, unakoa sana bila mfululizo, kikozi sugu, mafua sugu, dozi ya wiki 3 unapona kabisa. Nimezifanyia utafiti dawa, na mimi pia binafsi niliwahi kuugua asthma, pumu, na nilitibiwa. Aliyenitibu ndio alinifundisha hizi dawa. Kwa hiyo matatizo yote ya njia za hewa kwangu ni tatizo dogo sana. Tunao dawa kwa ajili ya matezi ya kooni ama uvimbe wa koo,
tonsils, kansa ya koo, dozi ya wiki 3. Tunazo dawa kwa ajili ya figo, ini na bandama, matatizo ya figo, matatizo ya ini na bandama. Usichelewe sana kunitafuta, usisubiri mpaka figo yako ikaferi ama ini ikaferi, tumbo likavimba ama bandama likaferi. Unapokuwa umepima ukaambiwa na matatizo hayo, haraka sana tuwasiliane. Au kama unamfahamu mtu mwenye changamoto hizo, inatibu kwa muda wa mwezi mmoja, anapona. Na tuna dawa pia kwa ajili ya macho kushindwa kuona mbali au karibu, mwasho wa macho ama pressure ya macho, matatizo yote ya macho kwa ujumla, dozi ya mwezi mmoja. Kama unavaa miwani, dozi inaenda mpaka miezi 2 au 3. Na macho yanayowasha pia tuna dawa kwa ajili ya mifupa, magoti, mgongo na maungio, rheumatism, arthritis, gouti, ukichuchumaa, ukiinuka unashindwa. Wakati mwingine inasababishwa na pingili za mgongo kusogeleana, ule umeme unakuwa unasababisha ganzi sana kwenye miguu, ama uzito ukiwa mkubwa sana unasababisha maumivu makali ya mgongo. Pressure ikiwa juu sana pia inaleta maumivu makali sana ya mgongo. Kwa hiyo uchunguze hivyo vitu. Na uric acid ikiwa juu sana wakati mwingine inaambatana pressure ama inasababisha magoti kuuma, ukichuchumaa, ukiinuka unashindwa. Na kutibu kwa muda wa wiki 3 mpaka 6 unapona kabisa. Na tunao dawa pia kwa ajili ya magonjwa ya akili. Una kifafa, degedege, unakuwa mwili unaanguka, mwingine anaanguka kulingana na mwandamo wa mwezi ukiwa mchanga anakuwa anaanguka. Mwingine kifafa kimetokana na aina fulani za vyakula au aina fulani ya wadudu wanaokaa ndani ya nguruwe au samaki wasiokuwa na magamba. Kwa hiyo pia aina za vyakula mjitahidi kuvipika vizuri na kuiva. Lakini pia inawezekana ni degedege alipata utotoni, labda aliugua malaria, akachomwa aina fulani za sindano akapata degedege, alikuwa hana maji mwilini. Na kuna mwingine anatokana na madawa ya kulevya, amevuta sana bangi, amevuta cocaine, ila huyu awe na mtu wa kumsimamia, dozi ya wiki 4. Na kuna mwingine amerogwa, amechukuliwa msukule, ni dozi ya wiki 4, anapona. Kikubwa hawa watu wenye magonjwa ya akili awe na mtu wa kusimamia. So dawa pia kwa ajili ya magonjwa ya bawasiri, magonjwa mengi sana mtazamaji wangu. Dawa kwa ajili ya limbwata, kumtuliza mpenzi mkorofi. Na tuna dawa pia kwa ajili ya kuharibu limbwata kwa ambao unaona unanyanyasika kwa ajili ya limbwata. Na kwa leo niishia hapa mtazamaji wangu, dakika ni 12, kwa sipendi kuzidisha dakika 10. Ninakupenda sana, naamini pia naona nipenda. Mungu akubariki sana. Kwa mawasiliano na mimi, namba zangu ziko kwenye profile. Ukiklik profile yangu TikTok, namba iko hapo. Ukiklik profile yangu YouTube, namba ziko hapo. Kwa watu wa TikTok, ukitaka comment, njoo account yangu ya YouTube ama njoo WhatsApp kwa namba zangu hizo, nitakuhudumia vizuri kabisa. Karibu sana. Bye.